lazima murembo atokezee kwa Facebook. Na atamkula hiyo pesa mpaka zote ziishe. Anamtumia simu, nitumie, niko hospitali, nitumie 1300. Anakimbia na mtumia. Kuna uchawi. Kuna nini? Uchawi iko. Ukidanganywa na mtu wabie hakuna uchawi, mwambie ni mwenda wa simu. Ndio imagine ungetumira mundu utoyo utari wona. Ngirimaga na matatu. Next week agagwitia magemeri. Ugatuma. Next week agagwitia regere mwe. Ugatuma. Next week agagwitia regere mwe. Ona ndungigurira ona we mwenyewe ajiraga ginya kada we ndagurire. 2.5 million cigethire. Na bado ni hapo they take 1.5. Yeah? 1.5. Then the second one 2.6 ish 2.6 1.5. Yuko ni modo yao na liko enda muonete. Leo data wamiri na liko enda muonete. Hallelujah. Sisi wote tunasikia Kikuyu. Hebu inua mkono kama tunasikia sisi wote Kikuyu. Zote inua mkono kama ni Mkikuyu nasikia Kikuyu. Na ni wewe tu peke yako. Kai. Sasa si utaumia leo kwa sababu nataka kuchanganya sana Kikuyu kwa sababu ya hawa. Sasa wananitesa. Kushegene moko ino kanigetha jalie githungu riu unaona. No igua githungu kenini. Kidogo gya kuhoya cube. Mi manakamu manakwenda. Hallelujah. I love this. Na mwire kama unajua kuna muguka wa 70 years at above hata kwenu Geshagi. Ukuje na unimuletee Saturday. I want to be a blessing to those people. Hata kwenu mwede, hata kama baba yako ni huyo mzee, mwede. Nitamupatia fare ya kurudi. Umesikia? Kama unajua neighbor yako kwenu kuna muguka mulete huko. I want 500 of them ambao nitapatia my blessing. Nataka kusema thank you to God because I want to grow like them. Nataka kukua na 270 years hapo hivyo kama Medusera. Is it not possible? Yes, it is possible. It is very possible. We can go there. But this anointing can only come. Wacheni kufikirianga anointing inakujanga kutoka from kwa mawe inaenda kwa sponge. No. Anointing comes from where it started, where it is. Hallelujah. If you want the anointing of becoming old, be a friend of the old. If you want to become rich, be a friend of the rich. Serve them well. Kama unataka kutajirika, serve them well. Wanaweza kukutumia vibaya, wanaweza kukutumia, lakini nyenyekea tu hapo. Kuna kitu kitachomoka hapo. God will see. God is looking at it. And God will catch them. Those who punish you, God will catch them. Wanaweza sana. Kama ni anointing ya kuhubiri, kaa kwenye mahubiri yako. That is the only way you can get it. You only get the fire from the fire. You cannot get fire from where the fire is not. Hawezi kwenda kuchota ama unaweza kutoa moto baharini. Can we? No, you must be associated. You must connect yourself where and when you look at what you've gone through, the kind of life you've gone through will tell you you're going to be a person in the ministry of deliverance. Ile life umepitia magonjwa ambayo umeenda magonjwa, at the end of the day you become that person who can speak healing to people and to be healed, because that is why God took you through that road. If you kama ukitaka kujua ni nabii, uangalie life yako imezungukwa na wachawi na wagaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kujua wewe ni nabii wa kutoa domereli. Bila kutoa domereli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna watu wanaogopaka kanisa iko na kama Wakristo. Wanaogopa sana. Wakisikia kuna nabii kwa hiyo kanisa, ambaye anasema kuna wachawi nyumba hii. Watu wengi wanatorokaga hapo. Kwa sababu anajua I am not straight. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naomba hiyo iteremke kwa wingi kabisa. Iteremke kwa wingi. Na iwateremkie. In Jesus name.
tuweze kujua wale watu tunakaa na wao. Hiyo ndio macho. Prophetic ministry is the eye of God. It is the eye of who? The eye of God, ya kuona ni maitho nigo tuonera magatumira maitho makai makona kana ngaketumia yeke kena githito haha ukadhira nyita hau tege kaine ka hau githito kiri ndaleta mama hapa na wabia toa hii kitu hapa. Haleluya. Sasa inakuwa ni mimi peke yangu na operate kwa hii church. Kwa hiyo najuaga ile kitu imebua kila mtu hapa, kila mtu naona kuna manyoka hapa, kuna masiafu hapa, kuna kila kitu iko hapa. Ninaona Mungu ananifunguliaga. Naona kama sasa hapa, naona hii ni kama, lakini sisemi ni hivyo. Naona kikobra, naona crocodile, naona antelope, naona yani Mungu analetanga ile kitu wao huko, ananionyeshanga. Sasa kuna wakati siku moja nilikuwa kwa church nikihubiri. Sasa nikaona wanyama tupu. Antelope, nikaona manyoka, makobra, ingine inakaa hapa. Sasa nikiwa hapa nikihubiri, sasa imagine nini yote ni manyoka. Na ninahubiri hapa. Ninahubiri mpaka zinaanza, unaona tena zinaanza kubadilika, zimekuwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are alone sometimes you get scared. Bako unajaribu kubadilisha hiyo mafundisho ndio uone kama utatoka. Na ukijaribu kubadilisha, unasikia mdomo wako umeanza kukujua. Ukibadilisha sasa unaanza kusema ninaona watu wakibarikiwa na magari, unasikia ulimi umekujwa hivi, unashindwa kuongea, ama unaanza unanyogwa hapa. Ukirudi kwa laini yako unasifikia kila kitu kwa sawa. That is how God works. God works in mysterious ways. Ambia mwenzako leo ninaenda kufanyika nabii. Haleluya. Leo ninataka kukufundisha jinsi ya kushinda vita za kimadhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kufanya nini? Ya kushinda vita za kimadhabahu. Nishafundishana, lakini nimeambiwa nikikuja, nimeambiwa hiyo ndio topic, na nikaambiwa ni Deuteronomy 7 na Colossians 2. Deuteronomy 7 na Colossians nilifundisha hata last time niliwafundisha hiyo, lakini nimeambiwa tena nirudie. Kumaanisha walikuwa hapa hawakusikia, na kuna watu wako hapa Mungu anataka wasikie. Lazima awapatie chakula mpaka mshibe. Ukishiba ndio maisha yenu inabadilika. Hai. How is your life today? Unasikiaje? Ulisomea nini? Ukusoma? Kai, wewe doro. Ada teithia mundu ndangiteithika. Ndio mundu angikorwo na maitho twa nginya wicirie ngeteithia mundu uyu. Ndio wiciria gacira kana ingiteithia mundu na koni kumucoria kawira ka karami handu. Mundu nginya ti muthomu, riu tungimwika atia? Kana ndigikwandike meidi gwakwa? No, wewe hata kugaruruka. Njoke ngore thirikari ni igarurukire. Esther ni aikirire na mahoya. Aikata vashiti. Hai mami. Kuya natakana nikaroga. Ni hilo tuirio twakatwa kule. Mukula nini? Mkate. Hiyo ndio chakula. Mtoto amenanyonya saizi. Nani we? Kuna chakula huko? Hebu angalia kama umebakisha sukuma wiki na ugali tafadhali. Enda na huyu mama, lakini angalia kwanza, na kama kunaweza patikana kwa provision venye mnaweza kupika chakula kidogo. Huyu mama amenyonywa, ile imebadilika. Angalia sura. Imagine wewe wakati ulikuwa na nyonyo. Tafutieni huyu mama. Mama watoto wadogo wanakunyonywa. Tafutieni wao kitu. Hata ile inaitwa lactose, ni lactose. Lactose. Lactose ni ya nini? Ni maziwa. Maziwa ya powder, si ndio? Si ni maziwa ya powder? Ati nini? La morote lake. Kale sister yako. Nigeza wanawe waweshera. Unajua meaning ya kuona kitu kama hiki? Who knows the meaning of this? Umetoka wapi?
Imetoka wapi? Kutoka nje. Imetoka wapi mpaka unaona ikitembea hivi? This one is a feather. Ilisha tuju. Usijaribu. Ilisha tuju. When you want to know the presence of the angels in you, kitu kimoja unasikiaga ni gunyerere. Ukasikia gunyerere kwa mwili yote. Number 2, you will feel there is a presence of somebody in you though you are at peace. Ile scary ni majini, ile unasikia uoga ni majini, lakini unasikia you are at peace. Unasikia kama kuna watu, you have been praying, unasikia kama kuna presence ya watu. Those are the angels. Number 3, this is the presence of the angel has arrived. The feather, unakuanga ni feather ama kale ka kitu kana tumenyege tuige kana roro hivi kana wema kina mwenye kile gele saga modo. Unaweza kuona tukiwa tunaendaga tutatu tuwili tukitembea. Bwana Yesu asifiwe sana. That is, you know, kuna angels wangapi in the room. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a sign already the angel is here. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu, I will teach you about the ministry of the angels and the colors of the angels so that you can be able to understand when the presence of the angel is and when the presence of the demons when they are in, because demons and the angels are the same but the roles are different. Demons ni malaika wale walifukuzwa pamoja na shetani, the fallen angels. Now the archangels are the angels that were left with Michael. Michael became the boss of them. When Lucifer alitoka, Michael was left to operate with them. Now Michael ako na roles zake. Kuna Michael, kuna nani? Kuna Michael, kuna Gabriel, kuna Rafael, kuna mwingine Mikaeli ndio Michael. Michael ndio boss. Kuna Gabriel, kuna Rafael. We have 7 archangels. Archangel number 1 is Michael. Archangel number 2 is Rafael. Archangel number 3 is Gabriel. Archangel number 4 is Ariel. Archangel number 5 is Zedekiel. Archangel number 7 is Jophiel, and Archangel number 7, tumefika 7, si ndio? Yeah, they are 7. Those are the main, the 7 archangels. And the 7 archangels, we have so many other angels, billions of angels around. Now, malaika, for us, for example, hebu simama, wewe simama, wewe simama, wewe simama, na wewe simama, na wewe simama, kuja hapa, simama hapa, harakisha, ukebu unakimbia, hapa ni kwa komanda mami, nataka kijeshi, sio kusubasuba, pada huko juu, kuja, haraka haraka, sio kusubasuba, nikiwatara ile, unakaa kijeshi, sema kikomando, haya, umeona, pada tu, goja, simama, nimesimamisha hiyo laini, kuja kwanza, hiyo laini simame kwanza, simama, nimesimama, inatii, malaika wanatii. Sasa simama hapa, hapa tuko na malaika wangapi according to color? 4. Sasa niambieni, Michael ni mgani hapa? Ni yule red. Gabriel ni mgani hapa? White. Rafael ni mgani hapa? Blue. Na Uriel ni mgani hapa? Umeanguka. Inyo the more wa the mu. Huyu ndio Michael, blue. The color of authority. The color of what? It is either
royal purple or blue. Huyo ndio anaitangwa Michael, ndio mwenye authority, the color of royalty, the color of power, the color of separation ni blue. Kachi, where none can place for me Raphael katika kwa hawa green. Who else? You want to tell me? Red. Somebody else? Want to tell me the color of Raphael? Yeah? White. You are all wrong again. Raphael is Jehovah Rapha, the healing color. This is the healing color. Green. You're right. You know you are a rainbow. You used to be a rainbow. Yes, we are going by the colors. The biblical selves. This is Raphael. Raphael is green. That is why you see the medical doctors who go for operation, they wear green. Because it is not man that operates. It is Raphael that comes to operate. Wakiingia huko hawaongeangi, wananyamaza. Michael speaks, tells them, kata hapa, kata hapa. It is not them. Lakini wale wanaoperate bila Michael, utakuta wamevaa nguo zingine za white za nini, na utakuta wanaacha shoka gani, wanaacha kisu gani, wanaacha matairo gani, wanaacha ndio nakutaka tena mtu anaanza kufanya operation tena. Lakini where Michael does, where Raphael does, there is no mistake. Unakuta walitaka na kaveni kadogo sana, akageuza kusha kisu hivi na hapo kata. Wanaweza zipo sana. So Raphael is who? It is Jehovah Rapha. Wakati unataka kunaombea mtu apone, you invoke Jehovah Rapha. Unaelewa? Wakati uko kwenye vita, that is when you invoke Michael. Ukiwa kwenye vita, ukiwa kwenye jangwa unataka ushindaniwe, because Michael comes to rescue. Michael comes to defeat your enemies. That is when you invoke the power of Michael. When you are sick, you invoke the power of Raphael. That is why you say Jehovah Rapha. Bwana Yesu asifiwe sana. Then between the two, who is Gabriel and who is Auriel? White is Gabriel. And red is Michael tena. Unake kaliki. Miki wale yawe lokira libumba hayo. White is Gabriel. It is the color of what? Peace. But more, it gives you direction. Is a messenger of peace. Is a messenger of direction. Wakati Yesu alizaliwa, kuna malaika aliwaongoza wakaenda kujificha. Ndio tunasema Jehova Nisi, bendera yetu. Huyu sasa Gabriel is ndio usiona akiruka hapa. Unaona ameanza kufanya nini? Sasa utaona sasa akiweza kushika watu. Kwa sababu nitainvoke Gabriel aanze kufanya kazi ndani yake. Ndio naona anatumiwa kuona watu. Kuna sometimes tanikuta hata mimi naanza kuambia watu maneno. Wananiambia watu maneno, ni Gabriel ashaingia ndani. When I'm speaking healing ni Raphael. When I'm commanding, ukiona sasa nimebadilika, nimekuwa mtu mwingine wa kuogopa, ujue Michael ameingia ndani yangu. Na sasa atakukunyorosa na kunyorosa kwa sababu Michael ni mbaya kuliko wote. Michael, na msiitage Michael ovyo ovyo. Kabla ya kuita Michael, ujiangalie, because Michael anakuja for justice. Wewe ulimuita na wewe uliitia, mnanyorosago pamoja. Na akikuita makosa yako ndio mingi, atanyorosa yako kwanza, wewe ulimuita. Ndio ninaga ukiombea mtu, unaombea mtu lakini shida inakuongezekea.
Kwa nini? Ndio mbaya zaidi. Anakunyorosa kwanza because anakujaga na level, akiteremka ile makosa atapata juu. Ndio anaanziaga. Sasa kumbe huyu unataka apigwe, tumakosa toka ni alichukua bwana yako. Lakini wewe umeenda kwa waganga milioni 3. Ni mwizi, wewe ni mcherati, wewe ni kila kitu. Naona mwanamke ambaye alichukua bibi yako, bwana yako. So kabla afikie huko juu anakuwa ameshughulikia. Ndio unaona kuna mtu anaendaga maombi kuombea mtu vibaya, anashikwa na ugonjwa hata anakufa. So this is what Gabriel. Sasa kuna huyu anaitwa Auriel. Auriel ni red, the color of wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. The color of wisdom. Na ukiangalia watu hao wote unakuta ukienda kwako uangalie the most colors that you have, it defines who you are in the spiritual realm. Zile nguo unapenda kuvaa, zile masahani unapenda kununua, and what you like most in the house, zile colors umepaka kwa nyumba yako, they tell you who you are. They tell you what kind of an angel that is operating in you. Kuna watu wanakuanga na the seven angels. Na kuna watu wanakuanga na malaika mmoja, kuna wengine malaika wawili, kuna wengine malaika watatu. Ndio ninaanga wale watu wa Malejo Maria wakienda kwa duka, utakuta amenunua msumaa na they are specific in the colors. Nataka msumaa ya blue kwa sababu kuna ile maombi anaenda kuombea mtu anaombewa makufe. Mwingine anachukua msumaa ya red. Lakini sasa ile kitu unaonanga maombi mingi ya kimalaika haifikangi, ni kwa sababu ya confusion ya hizo colors. Because nyinyi wengi mnajua huyu Michael, lakini unaombea huyu apigwe na Michael, huyu anarushiwa spirit ya wisdom. So badala aishe unakuta naendelea kuongezeka. Kuna watu mnaombeaka mabaya, kama mimi naombeaka sana mabaya, lakini the more they pray against me, the more I become more popular, more strong, more knowledgeable. Hata nachokosaga ndio wanipige. Nachokosaga mtu. Naweza kuja tu nikuta ninako na haki nicheka. Ndio uende unipagie maombi. Ndio niongezeke. Unajua usipokuwa na maadui, meza yako inaendelea kukua ndogo. Nitakubariki mbele ya nani? Kwa hivyo meza itakuwa kubwa maadui wakikuwa wengi. Na kameza katakuwa kadogo nini maadui wakiwa wachache. Ukikosa adui hata mmoja, there is no table for you. Hautaandaliwa meza. So ombanga sana usikose maadui. They are very important in the kingdom. They make you become. Thank you mommy. Thank you very much. So at least mmeelewa, nitawafundisha the roles of the angels, how they operate and how to know wamefika. So when you are praying Jehovah, when you are sick, call for Jehovah Rapha. Wacha na story mingi. Na Mungu anabadilikanga. God is a God of different colors. Bwana Yesu asifiwe sana. Is a God of different authorities. Kama sasa kuna Mungu wa Musa na Mungu wa Elijah. Na kuna Mungu wa nani? Wa Yakobo. Na kuna Mungu wa nani mwingine? Elisha. Mungu wa Musa sio Mungu wa Elisha. Mungu wa Musa sio Mungu wa nani? Wa Joshua. When you are praying kulingana na huyo Mungu alifanyia nini. Kama ni Joshua alikuwa mtu wa vita, he fought, alipigana vita. His life was about warfare and he was an intercessor. Aliishi kwenye nani? Kwenye tenti. Hakuishi kutambatamba huko. Aliishi kwenye temple waiting for instructions, waiting for his time to come, and he patiently waited. Wakati wakina Kora na Dathan walienda kugeuza watu, yeye remained in the tent patiently, faithfully and diligently, awaiting for instruction. And when the instruction came, he was told, now that my servant, to whom you are a servant, has died, now take up the silaha. Chukua silaha sasa, nenda ukapigane kwa ajili ya ahadi niliyoahadi alipatia mababu zenu. He was saying, rise up now and go and fight. Rise up now. Hakuambiwa bebe bakora
ya miujiza. Musa alitembea na miujiza, alitembea na Gabriel. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alitembea na Gabriel, lakini Joshua alitembea na Michael. Ndio kama aliingia kwenye vita, ndio kama aliswaga kuswaga. Michael akiingia hii tora hii, aanze kunyorosa, akiingia ndani ya hii kanisa, aseme kama juzi Michael aliinvitiwa kuja hapa na kukasemekana watu watafagiliwa, na walifagiliwa. Ukipia haraka kama kulisemekana watu watakufa, na hali kutolewa hiyo unabii, ujue ni Michael amesema na anakuja kufagia, na hiyo amesema itafanyika. Usipokimbia utubu. Ndio niona siku ile niliuliza wewe, niliwauliza kwa majina, wewe una kitu unataka kusema, ukuje utubu hapa. Asha. Wewe una kitu unayo, ukuje utubu hapa. Asha. Wewe because I wanted to rescue them. I am a father. Because what imeachiliwa, it is a judgment. Michael akikuwa invoked is a judgment. Na ikikuwa invoked, you need to move very fast as a father. And number 2, wewe ambaye umesemekana ama umeguzwa na hiyo kitu, you move very fast to repent that sin. At least judgment ipunguzwe, lakini lazima itaendelea. Ile kitu itafanya, kama ilikuwa kunyogwa, utabadilishiwa, lakini itaendelea because judgment has come. Judgment is not a ruling. Judgment is a judgment. You can only change a judgment. Kama Daudi aliomba maombi mingi sana wakati ametenda dhambi, judgment ikabadilishwa, ikatoka kwake ikaenda kwa mtoto. So angekuwa mjanja, angetatua mpaka mtoto, lakini hakujua itakuja kukamata mtoto. Ndio inasemekana gakinyeria waganu wa maithe manyu nginya kuri ruciaro rwa gatatu na rwa kana na rwa gatano. That is a judgment. So you must understand the judgment. Maybe you are suffering because of your mother. You are suffering maybe because of your father. You are suffering because kuna judgment fulani iliachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni vizuri sana kuelewa, either you are carrying a burden, that is why you are crying every day. The burden you are in is a burden because your parents were involved in this and this. So the only way to do it is what I'm about to teach you, how to come out of it. Bwana Yesu asifiwe. It is how to do it, to come out of that situation. Once you are able to come out, and that one, it is meant for a persistent prayer, fasting, sacrifices. Hello? Persistent prayers, fasting, and sacrifices. And the sacrifice, you don't only give one sacrifice. Na unasema mimi nitautia hiyo bona kwa mambo mako. No. Continuously sacrificing and ask for God for revelations. Anakuonyesha kama what you are sacrificing for ilikuwa kilo 20, atakwambia sasa umepunguza kilo 3. Endelea. Ukikaa kidogo tena anakwambia, because what is holding us, utakuta umeholdiwa na madhabahu ya kiusherati, umeholdiwa na madhabahu ya pombe, umeholdiwa na madhabahu ya uganga, umeholdiwa na madhabahu ya hii. Utakuta kuna madhabahu kama 20 ambayo imekushikamata. So leo nikifundisha mambo ya usherati, hiyo kitu moja itaanguka. That one does not mean you are out of woods. You are still in the bush. Sasa tena ungangane tena Mungu atakuonyesha mganga kwenda mkoesha mama yako akiwa mchawi ama akiwa uchi. Unajua hapa kuna mambo ya kiugaga. Sasa asa madhabahu, kubomoa madhabahu ya ugaga. Ukimalizana na hiyo tena endelea kuomba mpaka wakati utaletewa picha ya kitu nyeupe, ama uone compound yote imefagiliwa kwenye ndoto, ama uone you are moving into an environment which is very cool, very good, unajua umetoboa. Lakini ukivujua madhabahu ya nini, ya ugaga, alafu ukienda kulala uone kukuje
mwanaume akuswage wewe usiku, akuswage mpaka unaamuka unakuta nguo moja iko pale, ingine iko pale, na ulikuwa peke yako. Unajua sasa umemaliza hii, sasa uko kwenye usherati. Ama unaona unatembelewa na umbwa inakulambalamba, ama kipaka kinakulambalamba. Sasa unajua kuna mahali ulitoka, sasa uko another phase. Sasa hiyo ni madhabahu mengine lazima uishughulikie. Ukitoka kwa hiyo kimalizana hiyo tena utaona shosho wenu mzee kalikufa kitambo, lakini umekaona kwa ndoto kamekuja kukutembelea. Unajua hapa kuna madhabahu ya bali sana, about ya 200 years ya huko Juma. Ndio hii sasa na ndio hii imefunga milango yako. Hiyo madhabahu ya mashosho unaona kamekuja kaguka, kamekuja hapo kanakuoga, kamefunga milango ya baraka zako. Huwezi pata kazi, huwezi pata doa, hao ndio wanakuoga wamekamata. So ukiota ndoto leo nimekufanya deliverance, wewe ndio wote na kashosho, ujue that is the next course of deliverance. Ile mtu alikuwa anaitwa Naman, aliambiwa ajiangushe aingie ndani ya maji mara 7. Every time aliagusa a one generation of a curse inaaguka. Mara ya pili akaanguka ndani ya maji, another generation. A generation was 150 years old. One generation. Kwa hivyo alikuwa na mzigo, alikuwa na madhabahu ya miaka 700. Alikajoma ine, one generation, akitoka kwa generation inaanguka. Anaangushwa tena mara ya pili, generation nyingine inaanguka. Otherwise angebibiwa mara moja, because hakuhama kutoka kwa hiyo maji aende kwa maji nyingine, the same position, the same water. So ukae hapa nikufundishe, nikulea, ndio nimeona nimebadilisha. Nilikuwa nafanya deliverance pamoja na mahubiri. Nimeambiwa na Mungu hiyo you are doing zero. Hakuna kusaidia, unasaidia. Lazima sasa ukuwe na class ufundishe hawa watu. Kwa sababu nyinyi mnataka aliyokiwa kemwe maisha mako magaruruke. Gutire. Lego hudithie nigetha ucanuke umenye nicocyo witu. Urarotete nao. Arotete maina magoto. Sasa bili na maina magoto sasa. Bado haja kutoka. Haja kutoka. Ukivulike leo sasa uinue madhabahu mpaka uone amepotea, ameenda. Tena utakuja ukaikae uote na kiubwa. Ujue sisemi utaota, uote na kitu kingine. Ukiota na kiubwa unajua hii ni spirit ya usharati. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ama unaota panya na makunguni zimejaa kwa nyumba. Unajua hii ni poverty. Si hata kuota, zinakuja, unakuta hizi cockroach ziko na mabawa. Nipe mabawa, zinatembea huko kwa hewa. Nipe mabawa. Haleluya. Mbona tuko na kamera moja? Mkodilo. Mbona tuko na kamera moja? Nini? Bwana Yesu sasa watu uniombee hawa watu waende. Watu ambao wamekataa kabisa kuelewa ile kazi wanafaa kufanya mwaka mzima na umeshindwa kabisa kuelewa, ni kumaanisha you need somebody else to come and do the job for you. Sasa hii ndio demon ile imenisumbua. Na imekuwa kinipia demon ya media. Ndio nilikamata kwa hii ministry kabisa. Demon ya nini? Kwa sababu inajua ninafikia watu wengi. Sasa imesimama kuhakikisha. Sasa utakuta kamera zote wameshoot lakini sauti hakuna. Sasa complain ile inakuaga kwa watu wale wanatuwatch. Hakuna sauti, hakuna nini. Tukaenda kule Murang'a. Tukaomba wakati wa magoto hiyo tulikuwa tunaombea huyo mzee ina magoto akufe. Sauti ilipotea. A very important occasion. People are complaining. People and dunia mzima ilikuwa ina watch live. We are being watched live, the whole world. But walipoteza sauti. So many people are disappointed. Hii ni demon tunafaa kufastia. Na demon tunafaa kufanya nini? We need to fast for this demon and offer a sacrifice. Kwa sababu I'm an equivalent na citizen.
in terms of equipment zile niko nazo, tukiweka hapa na Citizen tutaenda pamoja. Hakuna kitu ile kwa Citizen sina hapa, niko nayo. Lakini my production ninashikwa na kamera. Boya alikuja na kasimu kaopo na kaliturusha dunia mzima. Mimi sasa hiyo nilikuwa na kamera 8 na server na kila kitu, zote nilikuwa nazo, but sikuwa natoka nje ya hii mrago hapa. Unaona sasa, unajua sasa umepigana na demoni zingine zote, sasa hauwezi kupiga wale. Unajua hapo kuna demon imesimama, ile inafanya inagoga wale, ndio wafanya nini. Na juzi tena tulikuwa na shida ya mitabu, hizi equipment zangu, hata ukienda kwa bishop yangu Harrison hana vitu kama hizi, hana zile nimenunua, hana. Lakini kwake sound ni loud and clean because I'm a win that battle. So all these things is a win. You have to win. You don't kill these people. You have to win this battle because they are positioned to stop you. Kwa sababu hii ndio inatumika watu wanijue, watu wafanye hiyo kamera ingine iko wapi, imeisha aje, kwa nini? Wewe simesikia? Sasa imesemekana ni kamera ili charge, haicharge, lakini asubuhi ilikuwa inatumika. Lakini kesho tukikuja itakuwa imecharge. Kitu kilifanyika ikacharge. So si yeye ni kutumika, anatumika. So what do? You don't deal with him, you deal with that. Wakati Peter aliongea, shetani Yesu hakudili na Peter. Alimwambia shetani, ondoka nyuma yangu. Bwana Yesu sasa, there is a power behind. Na ndio inaleta confusion kwa hao. Bwana Yesu sasa, ndio inaleta confusion, ndio wakuwe confused. Hiyo kitu walikuwa nataka kufanya isifanyike. Ndio ile message nataka kupatiana hapa, isitoke hapa, ikae tu hapa. Kwa sababu ikitoka hapa inaenda kufungua watu wengi pale nje. So what they will do is to stop it from going out. Nini mko hapa
utoke hapa uende karibie. Sasa wanatumanga jeshi kubwa mpaka wanasema niko udiweza ukagodhi na igiriro okuma ndenda igiriro yakwa niguo mathina makwa mambĩrĩirie kumaria ndandire kũu kĩhoero ũguo mathĩna niĩ rĩrĩa atũmire sadaka yakwa niĩ ndonire mathĩna na nĩguo ndarutirwo wĩra niĩ uondoke kwa sababu amejua kuna danger. Sasa lazima wakutoe kwa Waruinge. Bwana asifiwe sana. Lazima wakutoe, lazima wakuletee vita kubwa, na ukiona vita imekuwa kubwa, endelea sasa, kamata hata raraga huko. Sasa hiyo umekamata laini ya kuamaliza. Wakikuinukia kabisa uone directly hii hapana, ni kwa sababu nilienda huko, kama kanyagia hapo, kwa sababu sasa umewakamata. Sasa wameinua madimoni wote mpaka mafathers, soldiers wote, makomando wote wametumwa. Mtikarekereje kama ndoka ukaumwekere hapo kamata. Hata ukiweza kuja kulalaga hapa, hautalala wiki mbili, utakuwa umeshinda kila kitu. Na ukiwashinda sasa utainuliwa, si ati watakuacha. Ukipita hiyo level, there's the level 3. Kuna madimoni sasa. The more you grow, the more you face more challenges. For every level has a new devil. Every level of your life iko na devil mpya. Wakati ulikuwa msichana, ulikuwa na demon ya kisichana. Wakati uliolewa ukaingiliwa na madimoni ya kiharusi. Wakati umeanza kuzaa unaingiliwa na madimoni ya kuzaa. Wakati umefika mahali ya kuoa unaitwa kang'ei, unaingiliwa na madimoni ya kang'ei. Bwana Yesu asifiwe sana. So every level iko na demoni zake. Na the more you know how to conquer, ukiwin this demon, and when you umeshinda demoni moja, ukiingia kwa hii utajielewa kwa urahisi, utajua I'm level 2. Ukiingia level 3 utajielewa, utajua I'm level 3, kwa sababu unajisikia nireigwa na nireigwa geshi, and you feel, unasikia umehudha, unasikia wale walikuwa, kuna wale demoni vinakaa nyani, vinakushikilia mgongo, vinakubedi hivi usiende mbele. Wakati vitaaguka utasikia mwili yako umekuwa umelegea. Ndio gwada ahudha, kwa sababu kuna mizigo ulikuwa umewekelewa ndio uchoke. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio muhimu sana. Hiyo ndio njia ya kujua jinsi ya kushinda vita vya kidimoni, vya mapepo ya madimoni. Na mapepo ya madimoni haikwangi ndani ya damu. Demons, they are angels ambao walitupwa kutoka kule mbinguni. So they don't live in the blood. Wanaishi huku kwenye anga, na wanaishi sana sana kwenye bingu ya pili. Kuna bingu ya kwanza, kuna bingu ya pili, na kuna bingu ya tatu. Katika bingu ya pili, bingu ya kwanza ni hii ambayo tunaishi, ndio huko tunaishi. Lakini kule madimoni yanaishi kwenye bingu ya pili, maana huko ndio Queen of Heaven anaishi. Yule mwanamke anaitwa Queen of Heaven. Na huyo Queen of Heaven ako na power ambayo anagawianga watu. Kama ni miujiza atakugawia, kama ni kutenda kila kitu. Ndio unaona kwa waganga wanafikanga kwenye ulimwengu wa pili. Wale wahubiri wanaenda kununua mapepo, wale wanaendana kufanya sarakasi, wote wanaingia kwenye ulimwengu, kwa sababu hapo ndio Queen of Heaven ambaye ni mfanyikazi wa shetani mwenyewe. Sasa hapo ndio anaishi. Na watu wengi tunafikanga hapo na tunaachiliwa kakipeo kidogo, tunaachiliwa ka anointing kadogo. Unafikiria sasa unakuwa comfortable, because the queen of heaven is to make you comfortable, not to go to reach where God is. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwa katika ulimwengu wa pili, inataka upigane vita, maana hapo ndio vita vinakuanga. Katika huduma kupenya ulimwengu ama bingu ya pili, lazima upigane vita mpaka upenye, ndio huduma yako ikubalike. Katika ndoa lazima upigane, kwa sababu kuna kwenye bingu ya pili ina maajenti wa kila aina. Kuna maajenti wanaopigana na ndoa, kuna maajenti wanaopigana na youth, kuna maajenti wanaopigana na biashara, kuna maajenti wanaopigana na kazi, kuna maajenti ambao ni malesbian, magay, wote wako kwenye bingu ya pili. Sasa wewe wakitaka kuangalia, wanasema huyu wacha tumrushie pepo ya gay, wanakurushia. Wanakuja zinakushughulikia, unaanza kujisikia unakuta kimwanaume kinasema kinataka kuvaa huko na huko. Yaani mwanaume unamuuliza ni nini? Kwa nini unafikiria hivyo? Yeye kumali dada hutilia jua wapenda kuhutaji. Kwa sababu wakikukuza mara moja na kuwekeaga dawa,
Na hiyo dawa imetengenezwa na zile vitovu vinatolewa kwenye watoto wale wamehunio, zile abortion zimetolewa. Wakitoa hizo abortions ndizo wanatumia kitovu kile kimetoka hapa, ndio kinasagwa, kinatumika kama lipstick. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nyingi sana inatumikanga kama lipstick ya kupaka midomo yenu. Namba 2 ndio inatumika kama hizi mnapaka kwa vidole, but to the advanced levels. They use it for the advanced. Yes, kuna lipsticks za nzuri, kuna vidole vizuri, kuna kila kitu kizuri, lakini now to the advance of the spiritual, advance ya kimapepo, ya nguvu za giza. Sasa hiyo ndio wanakupatia. Ndio wale ambao wanaenda kwenye baharini wanajipaka, na wale sasa ndio akutongoze ukiwa mwanaume, nikitaka kulala na wewe, hiyo ndio nitakuwekea kwa nini yako, kwa kajusi. Wengine wana invite yangu, wanaambia tuende Serena for a night, tuende tukakunywa kachai Serena. In Serena ndio unadropiwa kakitu hapo. Kutoka hapo utajikuta kesho asubuhi umeswago ukaswagika, na kutoka hapo unaanza kutamania. Sasa wewe ndio unafika, unaanza kuomba bako na biaka huyo mtu ndio wake misi tradili. Sasa kutoka hapo you are never the same, you are never the same again, kwa sababu hiyo kitu it is connected na imetengenezewa kwenye bungu ya pili, na alafu inaenda inapelekwa kwenye chini. Wanasemanga wameenda sasa, tulikuwa tumezama kwenye bahari ndani. Sasa ikitengenezwa huko chini kwenye bahari, kuna mafactory za kutengeneza hizo mavitu. Kule baharini kuna mafactory za kutengeneza hata brains za watu. Wakitaka kama sasa wewe ni mwerevu sana, nitaenda ndani ya bahari, nitapatiwa powers, nitachukua hiyo brain, nitaiweka, nitatoa yangu, nitakuwekea. Sasa nitakuwa nikitumia brain. Sasa mtu ulikuwa unaona ni mwerevu, unaona mtu ameweza aje wote kadoro. Ukaligo mtu alesho kagerera niki alesho kaya wewe shokerera niki. Ni kwa nini anajirudia? Kumbe brain si yake, yaliwekwa brain ya chokora hapa, ikawekwa ndani yake. Tunaona mtoto yako anaweza kuibiwa hiyo brain na iwekwe mtoto huyu. Unakuta mtoto yeye anaweza kuwa number 1 na mtoto wako ndiye alikuwa number 1. Sasa inaibiwa inapelekwa kwa huyu. Sasa kwa huyu anaanza kukua number 1 na alikuwa matope. Na mtoto wako mna exchange, anaenda matope, wewe unaenda number 1. Kuna watu wako hapa duniani wanatumia brain za watu. Mimi wakati nilianza kuosesa hii maneno kuogea ya madhabahu, nilipatwa na hiyo attack hapa. Nilikuwa nasikia mpaka kuna watu niliambia taigwa kwa na kumbe walikuwa navuruta brain yangu, walikuwa navuruta ndio nisirudi kuogea hii maneno naongeanga. Lakini nikajua na nikaenda kwa babangu akiroho akanisaidia. But mzima kama ninakaa nimechanganyikiwa, tunaweza kuwa tunaongea na wewe in another 30 minutes nimesahau ile kitu tumeongea na wewe, kwa sababu walikuwa shani attack na hiyo kitu ilitoka kwa huyo maina. Walitaka kuchukua hiyo akili yangu waitumie. Mimi wakati nilijua nikaiitisha na nikaambia Mungu angusha judgment. Kamzeka kawaida. Haleluya. Wengine wanatumia katika hiyo madhabahu, ukiambiwa wewe na wa shosho, wewe na vile wao wa shosho ni kugatia, wewe na vile wa shosho, wewe na vile wa shosho ni kugatia, ukidiwero wewe na vile wa shosho ni kugatia. Tako murora watu walio na ndiro wako mi we ugirewe na ndiro wa shosho ni kugatia ate wako mi ugirewe na ndiro wa shosho ni kugatia kugimaria kukurona ndiro wa shosho guni aruire no edoruite ikewe na ndiro na shosho ni arugoregu so iyo wakirega hiko barega niko matukuaga magathi gakomithio tugatuika mutu nito turutaga ugona tu. Na ukithina gukomerago waregwo
wari hathire wa shosho aria maigite mabiashara uthiro kamutuka kanini uthi wikie wira-ini waku ni ugutherema. Huyo sana. Hiyo maneno yote inafanyika katika ulimwengu wa kapi? Ulimwengu wa pili, the second heaven. Hapo ndio maneno hiyo yote ya waganga, wachawi, warogi, Illuminati, wote Freemasons, lesbian, wote wana operate at the second heaven. Bwana asifiwe. So that is how to unravel, how to be able to know at what level are you operating. Ama are you uko kwenye, afadhali ubaki kwenye dunia ama nini, bingu ya kwanza, kuliko uingizwe katika bingu ya pili na ukwamie huko. Ndio unapatanga mtu unaamuka asubuhi na unanuka kama umechoka. Umechoka kwa sababu walikuchukua wakakupeleka wakaenda kukufanyisha kazi. Kutalia rais, umefanyishwa kazi, umeshinda, umelala ukichimba. Kuna mtu hapa Murang'a alikuwa naenda usiku, asubuhi akiamka anajikuta yako na matope. Kumbe alikuwa na bebwa anaenda kulima. Katika ulimwengu wa pili ndio, katika bingu ya pili ndio wana determine your destiny. Hapo ndio wanaachilianga mapepo ya kupigana na destiny yako. Ndio unajulikana wewe utaachiliwa, si hauwezi kuachilia mapepo ya saloon, utaachiliwa mapepo ya engineer. Ndio ukifunga ile mitambo wanakuja wanaifungua, kwa sababu wanajua mpaka password. Na hao sasa wanashughulika na hiyo. Ni kama wale sasa walikuwa wametengeneza corona, ni corona ama ni corona, ni corona, covid. Wale walikuwa ni watu technician, ni maengineer ya ki-IT, ni maengineer ambao wako na ustadi mkubwa sana katika ulimwengu huo. Katika ulimwengu huo wako na kila kitu. They have the knowledge, they have the education, they have the power to do things. Katika hiyo dunia ya pili, hiyo wako na kila control, manipulation and controls. Hapo ndio wanakontrolia. Ndio unaona wako na ma-TV zao, na hizo ma-TV za hizi ndizo ziko na makatuni. Ziko hapo ni gani? Ni Nickelodeon, ni katuni zingine ambazo zinaonyeshana powers kwa watoto. Unaona katika hiyo Nickelodeon ama ile nyingine, unaona kuna maghosts yanapigana na maghosts. Unaona imeshinda, ni preparation ya ku upgrade mtoto wako into that world. Bwana Yesu asifiwe. So wame advance kwenye ma-TV zenu, wame advance kwenye mitambo. I was shocked kupata katoto kangu ka 13 years kamejifunika kako na kitu kama hako, anaitwaje, ka tablet kako na ka tablet. Nilimnunulia kwa sababu ile shule wanasoma kila mtoto ako na tablet ya kusoma, lakini yake anajua kuna porno, na pale unajua kuingia kwenye porno lazima uingie na password. Ni 13 years na nilimkuta kwenye porno, na anakulia vizuri, anaangalia vizuri na macho mazuri kigilia, anafurahia, amejifunika blanketi. Kwa hiyo hii bimo nilimwambia baba yako atakuona, nenda ujifungutike na blanketi, jifiche huko ndani. Na nikakakuta kanaangalia, kanafurahia, kanacheka, venye kanaona muondoko, venye miondoko inaenda, kanafurahia. Na kana kama wao. Sasa wakati nilienda hivi nikatoa hivi, haraka kako na ujuzi, kamefinya tang na imechange. Lakini sasa na mimi niko na ujuzi, naangalia kwa ile vlogs mwenye alikuwa amefungua, mimi naangalia kufungua hivi, nikamuuliza what is this, who told you? Ananiambia ni kijana mwingine wanasomaga na yeye. Alikuonyesha kwa nini? Na alinionyesha ati nijue ati kuna kitu kingine msuri sijajua. Nikamuuliza sasa unaonanga? Akaniambia kutoka siku hiyo alipoona anasikianga tu addicted kutaka kuona. Once you see it, ule mtoto akiona anasikianga, kutoka hapo anasikianga akiwa addicted kutaka kuona. Ni kitu ilimwamsha. Tulikuwa kwa sitting room tunataka kwenda kukula, lakini hiyo kitu kimwambia enda uniangalie kidogo, enda huko, enda waangalie kidogo.
It is the same as the masturbation. Masturbation inakuambianga amka sasa ufanye, na unawacha mke wako kwa sitting room amesafi chakula, kimwanaume kimeingia kwa choo, kimeroko choo, unakikuta kikisema na mwanamke ukimwangalia uende kwa sitting room, ni mwanamke kioo kirorero muthakara, mutumia muthaka, ile amemwacha na chakula yake, anaingia bathroom. Bwana Yesu asifiwe sana. It is addictive, very addictive. Hizo ni demons zinadili na marriage, na immediately akianza mrego tamugatula demwikale na wokothi twekirathi na mundu yego ni wethi au miathi nikajugire ciana ciume cithie tondu nimwikaga ukuo notaliweka masturbation ha. Nani hajafanya masturbation hapa? Wamama, nani hajafanya masturbation? Nani hajazungua na kidole huko na hati modo gigadi? Bwana asifiwe sana. It is very addictive. Na ulidanganyiriwa tu na shetani akakuonyesha uza tu kimumaraya utuwa huko manakio ni shetani. Hiyo demoni inakwambia usilale na bwana yako, ako na ukimwi, ako na kisonono. Arakihetia okay, uneketa kuguru adhi gutarathi huko kama shetani anakwambia si nilikwambia huyu mtu ako na kisonono. Sasa na saa hiyo ameambiwa ako na kisonono, umeambiwa ako na kisonono, unarishwa roho, mwili inawaka moto. Mwili inawaka moto. Ukiangalia Bwana unaona kishetani. Shetani hiyo demoni inakwambia usiingie bathroom. Wewe ni mjika. Hata shida gani mshanuku. Ukirudi bathroom wale kiene hiyo shoke na. Unaenda na unasikia vizuri. Kutoka hapo it becomes a norm. Kutoka hapo hautapenda wanaume tena, hautapenda bwana yako tena, hiyo kitu inakuonyesha badala hata ulale na mwanaume kama utaki, inakuonyesha kimutu mwanaume kingine mahali pale unakiangalia, unaona tall dark and handsome. Halo, sasa unaweza kunyemelea kama si masturbation, unanyemelea yule, na yule unamkuta naye ametayarishwa, amepangwa kwa sababu yako, na yule amekuja akiwa na dose, either ako na ukimwi ama ako na demons ndani yake, zikikuingia they destroy your destiny. So unakuta this is a programmed demons, ziko programmed, na utakuta hiyo kitu haikuanza jana. Hiyo kitu ilianza 300 years ago, ilianza 400 years ago. It didn't start with you. You are just a conveyance. Ni conveyor inapita, ni kuzunguka, inazunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu ambayo imekolea katika mwili wako, imekolea kwenye familia, imekolea katika generation kama 3. Wakati huyu jamaa anaitwa Juda alibarikiwa na baba yake Jacob, alibarikiwa na akaambiwa kizazi chako ndio kitakuwa kikitoa ufalme. Lakini what happened? Kamama kamukanani kalikuja kakaoreka kwake. Unajua Wakanani walikuwa watu wamelaaniwa. Immediately walizaa mtoto wa kwanza na wakazaa wa pili na wakazaa wa tatu. Lakini shida ilingojea mpaka wakati the prophetic word that was prophesied to Jude ilianza kufanya kazi. Demons za kupambana na destiny, they only wait until when it is time for your revival, when it is time for your success, when it's the time for you to become. They don't touch you if the time is not yet. They don't touch you until ile wakati wa kubarikiwa ifike. Ndio wanakuja wanakuattack. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wanakushambulia. Wakati ile siku ya kubarikiwa, siku ya kuvuka kutoka kwa laini hii kwenda kwa laini hii nyingine, siku ya kwenda kubadilishia maisha yako, ndio wanakuattack. Bwana Yesu asifiwe sana. So they did attack when Judah alizaa,
watoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu. Hawakumguza na hawakuguza hao watoto mpaka wakati huyu kijana wa kwanza alioa. Tuli kwa nini kuna microphone? Microphone hiyo nini? Hizi. Hiyo ni yake. Hiyo mashine ya microphone hiyo. Hii microphone sasa. Iko pande gani? Left and right. Hapana, hii mashine. Eno. Yes, eno balance eno. Until wakati Juda mtoto wake aliplan kuoa na akaoa, kwa sababu the message ya Jacob, kizazi chako ndio kitazaa mfalme. Mimi mfalme alikuwa azaliwe immediately walizaa huyo mtoto. Kwa hivyo mtoto wa kwanza alikuwa atoe mfalme. Kwa hivyo the first son of Judah was a king. Hallelujah. The first son of Judah was meant to be David, was meant to be Joseph. Lakini immediately this son got married for him to become, that is when now the demon of destiny ikasimama. Kwa sababu ya matendo mabaya, mtoto wa Juda wa kwanza akauliwa, na aliuliwa na Mungu kwa sababu ya matendo mabaya. The devil, the demons zitakupelekea mahali utafanya kitu ambacho kitasababisha you to be accused before God. So they will allow me to go to bed. Huyu msichana atakuja na nitaona ni mtu mzuri sana, na yeye ataanza kuvutia, damu yake inaanza, anasikia kuonaga gaigwa vyakwa keinaina, kuonaga gaigwa magoro mako mathirangiri yothe, kuonaga gaigwa maitho mako magwathi, ona ngoro yako igoro iguaga. Yaani unakuta kuna lugha ambazo watatuconnect, demoni zake na demoni ambazo zinanicontrol zinashikana, zinaorganize, tunaenda tunalala. Tukilala huyu anakuwa aina mimi ni mgonjwa ama yeye ni mgonjwa. Sasa sisi mmoja wetu tunaambukizana, tunamalizana. So wakati huyu mtoto wa Juda alifanya maovu, akakuwa accused before God and God was disappointed, na mtoto huyu akakufa. Nibadilishe hiyo. Leta hiyo. So then after that alipokufa, ikasemekana huyu bibi amoved to the second son, mtoto wake wa pili. Alipoenda kwa mtoto wake wa pili, naye mtoto wake wa pili demoni zikaorganize, zikakuwa na mipango, zikajua sasa tutakamatia huyu mtu mahali, kwa sababu wameruka. Kwa sababu the issue of this woman kuingia hapa ilikuwa mtoto azaliwe. The whole entire project was mtoto azaliwe mwenye atafulfill the prophetic word ambayo ilitolewa na baba. Naye madimoni wakaapa hakuna mtoto atazaliwa na hawa watoto. Then the second son akashika, akapatiwa huyu bibi ambaye alikuwa wa the first son ambaye amekufa. Akaambiwa sasa, kutoka hivi huyu bibi utalala naye, mbegu ni zako, lakini mtoto si hata kuwa wako, ataitanishwa na brother yako. Demoni zikamuuliza aje sasa kuthiagate kulikuwa hiane koguo atari we uciare mwana no mwana ti waku etagwo ni wa brother yaku kulikuwa hiane koguo bana andũ nĩ maragũkua wana ndũgetikire we thiĩ ũmonie nĩ weka, lakini mwaga chini. Akamwaga chini. Alipomwaga chini, naye Mungu akiwa mbinguni akakasirika, because amemwaga mbegu ya kifalme. Amejaribu kuzuia kazi ya Mungu isifanyike, and God was annoyed with this boy, and immediately the boy died. The target was the prophetic word not to be fulfilled. Then immediately the demon kaondoka kwa kijana wa kwanza, zikaingia kwa kijana ya pili, zikaruka hapo, zikaingia sasa kwa huyu mama mwenye amesababisha vifo viwili. Zikaingia kwa mama, na alipoingia kwa mama zikakimbia kwa mzee Juda, zikaua bibi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Zikakimbia kwa mzee anaitwa Juda, baba ya hawa watoto wawili wamekufa, baba wa mbegu ya kiufalme, baba ya mbegu ambayo ni ya kinabii. Wakaruka
kwa sababu wanataka kubadilisha ajenda ya huyu mzee, wanataka kubadilisha ajenda yako ili original isifanyike, watengeneze ajenda yao. Kama vile unaona sasa watu tunaambiwa wanaume tugongane ndio mishipa yetu ikufe, watuambie watoe bego waeke kwa laboratory, walete mtoto wa laboratory, because all what they want to change it is the agenda, the plan of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So kamama kakasababisha bibi ya Juda akafa. Alipokufa kamama kakatengenezwa joto na demoni zingine zikaruka kwa Juda, zikatengeneza Juda akuwe na joto. Naye Juda zikaambia Juda, pia kidogo shakaya, unashida ukilia mzee kwa nini? Si toke huko upige hewa. Hizo ni mademoni they program, they arrange, they do arrangement, clean plan. Hatuwezi kuepukana na plani yenyewe. Mzee Juda akatoka akaenda kule mtaani, akiwa mahali akapumzika. Amechoka sasa, amepumzika. Akiwa amepumzika, kale kamama kakaambiwa mzee sasa ako tayari for the operation. Kamama kakaambiwa vaa buibui, kwa sababu kalijifunika uso wote. Kakavaa buibui kama watu wa Israeli. Kakipita na kakavaa njia, utaona kweli huyu ni malaya. Kakahakikishwa kamepita mbele ya huyo mzee, na huyo mzee bibi yake alikuwa amekaa amekufa siku nyingi. Mzee kumbe na madimoni zingine zimeruka padile ingine zimeweka mzee joto. Mzee alipoona kamama kanapita kaanza akanikagera muno akanikega. Mzee alianza, unajua tu mzee tuko toka hawa tukiuza kahawa ya bonus. Ina tunabiki. Mzee ndio kahawa ka bonus. Aga maito gemenya nie billionaire. The present billionaire nie. Unagira ki. Uko na kadirishika na wekera muhuko igwage orugari. So akawekwa kapepo kakuona mwanamke msafi, mwanamke mrembo, ila huyu mwanamke alikuwa amefunikwa uso, lakini alisense mwanamke ni beautiful. Kamsee kakaita mama kakamwambia mrembo, yaje mrembo. Naye akamwambia upani unanitaka? Mzee akasema dikebora. Akamwambia kama unanitaka basi fanya hivi, utanipatia nini? Because the target was not this man. The target was to kill this man the way the two children have been killed. Mzee akaambia basi. Mzee akamwambia nitakupatia buzi. Mama akamwambia lete. Angalia anaona hakuna buzi. Akamwambia lete. Akasema yeye dile, lakini nitakuletea, nipatie, nitakuletea. Akamwambia basi ni nini nitabeba ambayo ukiniletea, ukinipatia, ukiniletea hiyo kitu unasema nitakurudishia. Mzee akaanza kuangalia akaambia na mama nipatie hiyo pete. Target ilikuwa busi, target ilikuwa pete. Akamwambia lete hiyo pete, kisha akamwambia lete hata hii mkwajo lete. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama akaingia huko, na mama alikuwa anajua ametime ako tapata mimi, because target ilikuwa kutoka mbali. It was a program. Mama alikuwa na ovulation, akacharaswa na ikakamata bili na haka kamsee, kwa sababu kamsee bado kalikuwa na bego ya kiufalume, na hiyo ndio walikuwa na target nayo, ndio wamaliza huyu mzee. Sasa mama ameenda na pete, na walipo mzee alienda akatumana ile busi iletwe na mtu anaitwa Abdulrahman kulete, akaambiwa goko onabutire wako romu maraya. Hakujawahi maana alikuwa anauliza hapa kuna prostitute fulani alikuwa hapa, ana alikuwa hapa, akaambiwa goko itora rere totire twakoro na mu maraya. Unaona program inakuja for a particular reason, then inaondoka. Is set for that reason, then it is removed immediately after fulfilling the purpose.
watu sometimes kuna tu vitu unafanyanga, unajikuta tu umefanya, after 3 minutes unaanza kuregret. Niki already ushafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo mama alienda na Abdullah akarudisha buzi, akamwambia Juda, sikupata, hata wameniambia hakujawahi kuwa na maraya. Naye mzee akasema aidhuru nilishapata, nilisikia vizuri, aidhuru hakuna kitu yangu nimepoteza. Lakini kuna kitu hakujua kimeenda, kuna kitu kilienda, lakini yeye hakujua kimeenda. Na hii ni pete na mkwaju, na hiyo ndio ilikuwa target ya katika hiyo game yote. Ilikuwa target ni pete na mkwaju na miba, ndio amalize territory hiyo, amalize ile prophetic word ambayo ilitabiriwa na baba yao. Pete hii jamaa huyu aliwekwa na baba yake, maana pete ni maagano, na mkwaju alipatiwa ni baba yake, maana mkwaju ni ushukani, ni authority. Hizo vitu, maagano na authority, ndizo zilikuwa zinatakikana. Mama alitafuta na njia ya kuua mtoto wa kwanza, akaua mtoto wa pili, kisha akaua bibi mama ya watoto hawa, ndio afikie mzee. So before they catch you, they will destroy your business, they will destroy your husband, they will destroy your wife, they will destroy your town, they will destroy everything around you, ndio wakukamate. They have to weaken everything that is closer to you. Huyu mzee baada ya miezi 6, miezi 3, kamama kakaanza kufura, maana ni mapacha, tumbo ikaanza kukua. Mama sikatembea, yule mtoto ambaye ni mtoto wa watoto wa Juda ako na miba. Juda ndiye alikuwa chairman wa kijiji wa nyumba 10. Akasema huyo mbibi aletwe. Mama akaitwa, akakuja, akaambiwa, na kaulizwa, umetoa wapi mimba hii? Kwa sababu hapa wewe ni mtoto, tunawangojea mtoto wa 3 wa Juda akuwe ndio akupatie dogo, hii umetoa wapi? Na mama kwa sababu ajenda yake sasa imeingia mahali alitaka iingie, immediately. Bwana Yesu asifiwe sana. Immediately, sema immediately. Mama aliambia mzee, mnataka kujua? Akauliza mzee, unataka kujua hii nini? Mzee akasema, kaa chini, unauliza maswali hapa namna gani? Kaa chini. Mama akakaa chini, akaambia, my lord, kabla nikae chini, unaweza kuniruhusu tu nikimbie kwa nyumba nilete kitu kidogo alafu tuongee? Juda kwa sababu alikuwa na security akasema negatie, kwa sababu alikuwa amejipanga haka kamama lazima kachijwe, na yule ambaye alifanya hivi lazima achijwe. Hiyo ilikuwa sheria ya siku hizo. Bwana Yesu asifiwe. Juda akakimbia, mama akakimbia, kumbe kalifunga hiyo pete vizuri, kakafunga mkwajo, kakaweka mahali pazuri for the right time to strike. The demons will wait you until that right time of destroying you, that right time of planning, kulingana na program ya siku ya kukugoka ni siku moja. Wataweza kungojea miaka 20, wanaweza kungojea 40 years, wanaweza kungojea hata 60 years until that right time ya kugoka wewe ifike. Juda, mama akakimbia, akarudi akiwa na kitu amefunga, hata hakufungua, akapatia Juda, akamwambia fungua. Juda wakati alifungua, akawashika hiyo mama, akachukua hiyo pete, akamwambia mwenye hii pete, angalia ni wazee, mwenye hii pete, mwenye hii mkwajo. Na Juda alikuwa ametoa amri, mwenye ambaye aliweka huyu mama mimba auawe. Juda alisema kweli nihetetie, na akaomba msamaha, na akaharibu the whole structure, the whole plan of God ikaharibika. That was the end of that prophetic authority from Jacob to Judah. This prophetic authority came later, many years down the line. I want to read that for you. Ndio
ujue when the programs za kishetani, they are demons, they are so dangerous. Somebody to open with me the book of Matthew chapter 1, the chronology of Jesus Christ, genealogy of Jesus Christ. This is how it says. This is the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah. Huyu mama alizaa Perez na Zerah kutoka kwa Juda. Sasa kizazi ambacho Mungu alikuwa, Juda alikuwa ameprogramu kusema kitalete mfalme. Wacha sasa tukitafute mfalme, tuone mfalme atakujia wapi after Juda. Now after Juda, nataka nikisema mnasema 1 to the 2 to the 3. Judah the father of Perez and Zerah. Sema number 1. Perez the father of Hezron. Hezron the father of Ram. Ram the father of Aminadab. Aminadab the father of Nahashon. Nahashon the father of Salmon. Salmon the father of Boaz. Boaz the father of Obedi. Obedi the father of Jesse. Jesse the father of David. Those are 10 good generation. Limeleta mfalme. Then a generation ilikuwa inaenda 150 years. A generation ilikuwa inaenda 150 years. Hiyo ni miaka ngapi? 10 generation times 150. That is 1500 years ndio walipata. The prophetic word was fulfilled. Could it, you are going through that? That the prophetic word prophesied over you will come to be fulfilled by your 10th generation from today. That is when the car that was prophesied, ile Range Rover ilionwa ukiwa nayo, itapatikana kwako miaka 200 ijayo. I can prophesy to you now, but the prophetic word will be fulfilled 300 years. That is how the vision of God through Jacob was aborted by an act of a woman that came into to destroy the plan of God in Judah. That is how demons are programmed. Mapepo inaprogramiwa hivyo, na ndio unakuja inavunjika. So how do we come out of this? The book of Deuteronomy 7. Naona mumestuka kiasi. Poreni, sikupenda kuambia hiyo story. For you to succeed in these programs ambazo shetani ameprogramu kwa maisha yako, it is only God to help you. It is not you. Only position yourself in a position that God can walk with you, in a position that God can be with you, in a position that God can help you. But yourself, you can never be able to come out of it. Yourself, you can never be able. Surrender to God the way we are told this morning. You destroy yourself and build. Leave yourself to be built by God. In Deuteronomy 7, the Bible says that when you get into the land, when your God brings you into the land that you are entering to possess of it, and clears away many nations before you. So it is God, the Lord your God, that will be taking you there. And in the process, he will clear many nations that are in that land. Many powerful nations, many strong authorities. Nguvu nyingi ambazo ziko pale, zilizo na nguvu nyingi. Ni Mungu atakupeleka kwenye hiyo ardhi. Ni Mungu atakupeleka kwenye hiyo baraka. Ni Mungu atakufikisha huko, na wewe kama umekaa katika njia zake, atakuwezesha kwenda huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Only if
According to the Deuteronomy 28, verse 1, the Bible, if you diligently obey the voice of the Lord your God and faithfully follow it, then he will raise you high above every other nation. But here now the Bible says that when obeying God, after walking with God, he will take you to that land that he promised your father. He will take you to that land that he promised you. He will take you to that land that he said this will happen. Then this land that is taking you, it is not empty. It is a land occupied by many and powerful nations than you are. This land was occupied by 7 powerful nations. Nations were powerful 7 times than them. So whatever where God is taking you, he is taking you into a place where there is power which is more than you. He is taking you to a position that is much stronger than you. He is taking you to a field that is much well organized. Mapepo ambayo anakuondoa kutoka kwa hiyo mapepo, they are better and smarter than you, because they are not physical, they are spiritual. They see you, you don't see them. So it is only requires the hand of God for you to come out. Only if you surrender and live godly and walk godly and do things godly. Then the Bible says, and it clears away many nations before you. The Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and Jebusites, 7 nations, more numerous, mightier than you. So whatever battle you are winning, whatever battle that God is winning for you, it is more numerous, more mightier, more clever, more stronger than you. Hawezi kushindana ama kushinda vita za kimapepo. Unahitaji mkono wa Mungu. Unahitaji nguvu ambayo si ya kawaida. Unahitaji neema ambayo si ya kawaida. Unahitaji neema iliyo na utukufu mkubwa. Unahitaji neema iliyo na ujasiri mkubwa. When the Lord your God gives them over to you and you defeat them, then you must devote them to completely destruction. Then once God gives these authorities to you, you completely destroy them. You wait until God gives them to you. He gives you the permission to destroy them. Any demon you don't just destroy. Any demon you don't just rise up and say, pokea pepo, rusho pepo. You have to wait for that day to destroy it. And when God hands it over to you, that is why I can be with you. Nafanya watu wengine deliverance, nothing is happening to you. And 3 months later, nakuja tu nakuguza, unalipuka. That is the time that God has handed me over to me, those demons. That is the time of your deliverance. Your deliverance, you must wait for God to hand over all your enemies to you. And when he hands them over to you, you shall utterly destroy them completely, uzimalize, and never form any treaty with them. And this is how you shall do it. You shall, and when the Lord your God gives them over to you and defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. You shall not intermarry with them. Give your daughters or your sons to them, for they will turn away your sons and daughters from following me, so that the anger of the Lord will be upon you. That is the main reason of the demons being in you. It is to attract the anger of the Lord to you. So that is why you must first surrender to God and then make sure there is nothing around you that can be used against you. There is nothing, there is no activity, there is nothing that can be used. So you must be clean, you must be sincere, you must be genuine, and not make treaties. If God has destroyed them, do not make treaties with them. Kama uliacha maneno ya umeokoka, wachana na uongo, wachana na usherati,
Wacha maneno ya kando kando. Live godly so that God can do these battles for you. The battles of demons, it is only God who can win. Wacha ukora. Wacha going this way. Wacha bent life. Wacha every. Live a straight life. When you do a bent life, you have made a treaty. You have made a covenant. You have made an agreement with them. Meaning they rush to God and tell God, you see what? Your son, you are calling yourself a son or daughter. Hivi ndivyo amefanya. And you will be accused. Meaning, any deliverance that had been prepared for you will be null and void. In verse 5, then the Bible says, but thus shall you deal with them. You shall break down their altars. That is point number 1. To deal with these demons, you will break down their altars and dash in pieces their pillars and chop their Asherah and burn their carved images. You destroy their altars. Number 2, destroy their pillars. Number 3, burn their Asherahs. Number 4, do what? Number 4, I read to you. Well, and destroy their images. You must destroy them. Destroy their images. Kama ulikuwa na gevito, you must destroy. Those are their images. Those are their pillars. Those are their altars. Those are their covenants. That is what connected you to them. That is why you see, when I take anything that is from there, I have to burn it. Because I'm burning their pillars, destroying their shelters, destroying their images. Praise be the name of God. But why are you doing this? For you are a people holy of the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be the people for his treasured possession out of all the peoples who are in the face of the earth. That is the reason God has chosen you. Because God has chosen you a holy people unto the nations. God bless you for the service. Praise be the name of God. Praise be the name of God. I can feel a huge presence of God, that people already are being delivered. Hallelujah. Can you rise up from your 2 feet? Lift up your hand. No, don't remove seats. Just lift up your hands. I'm not touching anybody tonight. I want you to believe this has happened to you. I'm dealing with this demon. I'm not dealing with you. I'm dealing with the demon of your destiny. Lift up your hands. Sema, Bwana Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, nimejipeana mikononi mwako, maana nimekuwa nikitenda dhambi, nimesengenya, nimesherati, nimeiba, nimekuwa na misimamo ya kishetani. Lakini kutoka leo nimekuja mikononi mwako, nimesarenda. Nipokee, nishike mkono, nitawale, ning'oe chochote kibaya. Bomoa ukuta wangu, bomoa mwili huu wangu, bomoa moyo wangu, uniumbie tena upya, nitengeneze tena upya, nifinyange, niwe mikononi mwako. Uniongoze katika maisha yangu, nipiganie kwenye vita zangu zote, vita vya kimapepo, vita vya demons, nipiganie kutoka leo. Somebody say amen. Somebody say amen. Somebody say amen. Somebody say amen. I didn't hear you. I did not hear you. You can shout better.
You can shout better. In Jesus' name. 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 Now I invite the Holy Spirit to start ministering to you. Receive now, receive. I can hear the voice of God that He is ready to do your battle now. He is taking over now. Just remain silent as He is ministering to you. Holy Spirit. Yes. Somebody is being delivered. Somebody is being delivered now. Somebody is being, kuna mtu anafunguliwa sasa. Kuna mtu demons zilikuwa kwa maisha yake zimeanza kuondoka. Malaika wa Mungu wameingia. Utaanza kutabiri sasa. Nguvu zinashuka za uponyaji. Kuna wale walikuwa wagonjwa, zinaondoka. Umaskini unaondoka. Pepo za umaskini zinakuondoka. Pepo za usherati zinakuondoka. Pepo za waganga, za warogi na eliminati zinaondoka. I can see them moving out. I can see them evaporating. I can see the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus they are operating. They are being operated. Kuna operations zinafanyika. Kuna operation. I want to say 1, 2, 3, and when I say number 3, nikisema 1 nasema blood of Jesus, number 2 blood of Jesus, and number 3 blood of Jesus, then shout amen. 1, 2, 3, amen. Thank you. It is over. That which has ile kitu ambayo ilikuwa inakusumbua, kama ni pepo ya maskini, kama ni pepo ya kukosa Bwana, imeondoka. Just imeondoka in Jesus name. Yes, it is gone. It is no more. Yes, it is no more. It is no more. It is no more. It is no more. Naina magoto we. Naina magoto. Dagwada thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũtumia ũyũ ti mũtumia waku, ti mwarĩguo, mũtirĩ arũrĩra, na nĩ ndarenga rũrĩra rwaku nake. Mũrathire kwa ngomi cianyu, ũyũ ti wa ngomi cia kwanyu. Ndakwĩra ũthiĩ, ndũkanehũgũre, ndũkanacoke na thutha. Kuma ũmũthĩ ũyũ nĩ ndagũtigithũkania na mũtumia ũyũ na agenti make marĩa wee ũnatũmana atĩ manyariirage mũtumia ũyũ, marĩ ciana ciao, matarĩ ciana mothe nĩ ndamamũrania, nĩ ndamũtigithũkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Out! 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 It is no more. It is no more. It is no more. Imeondoka sasa. Hizi mapepo zimekuondoka. Wewe, demon, funga macho yako. Funga macho yako. Ninakuzungumzia. Funga macho yako. You demon of poverty. Demon of rejection. Kutoka leo. This woman does not belong to you. In Jesus' name, she is free. 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 The mighty name of Jesus Christ. Every power of darkness upon your life, it is no more. Every demon that was speaking in your life, imeondoka in the mighty name of Jesus Christ. Shosho. Uyahithanĩtie na mũirĩtu ũyũ, ũnyitithanĩtie na mũirĩtu ũyũ, ũmenyerire destiny yake. Wee shosho na wee guka na tũcũcũ na macũcũ macio mangĩ mwĩ hau mbere, na ũgo wanyu na njohi cianyu na ũmaraya wanyu, kuma ũmũthĩ ũyũ ndakwĩra ũrekanie na mũtumia ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
will of our Father be unto you. In Jesus' name. Shosho. Navuka. Na uncle. Na baba. This is not your daughter. This is the daughter of the Most High. Mtoto wa kiufalme. Nimejaribu kumusharati, nimejaribu kumunajisi, nimejaribu kumunyang'anya, na watoto wao wote nimewatesa. From today, ninakutenganisha na wewe. In Jesus name. In Jesus name. Ninakutenganisha. Leta mkono wako. Wekelea mkono wako mwingine hapo. Shosho yako anaitwa nani? Fatuma. Na baba yako? Shaban. Fatuma na Shaban, loose this body, loose the spirit. Toka. Come back. Come here. Come here. Come here. Out. Loose her. Demons na majini za Kiislamu. Out of you. You be real. Jatel. Jafar. Pack it out. Pack and go. Pack and go. Beba mizigo yako uende. Ondoka uende. I command you in the mighty name of Jesus Christ. Whatever name you call yourself, I authorize you in the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. Let the fire be upon you. Naachilia moto juu yako sasa. Naachilia moto juu yako. Naachilia moto juu yako. Nyosheni mikono yenu. Sikisema moja, mngesema moto wa Yesu Kristo. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Anguka! 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 Chomeka! 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 The mighty name of Jesus Christ. Loose the body. Loose the spirit. In Jesus' name. Kwawera nitoa muranya nao kuma wewe matikanye mabanda matikanye na matikaji kiwaga mine ndio wale kwa Yesu Kristo. Spirit.
liondoke. In Jesus name. Ondoka. Beba mizigo yote. Carry every baggage. Beba mizigo yako yote. Every covenant. Na agano mliagana na yeye. Na kuamurisha katika jina la Yesu Kristo. Hauna njia, hauna mamlaka, hauna njia, hauna mamlaka. The mighty name of Jesus Christ. Out. Hey. Kiki ni nini? Sema lugha tunasikia. Otorete munyarire tamukobe
msherati, nikakuwa msherati, nimeangusha watu wengi, nimeongea kuhusu watu wengi kwa ubaya, nimeongea watu wengi kuhusu kwa ubaya, na kuomba msamaha. In Jesus name. Receive the authority in Jesus. Sana Bwana Yesu, ndio huyo mimi, nisaidie tu, nikutumikie, nifuate kwa mapenzi yako. Jesus name. Tulia katika Yesu. Yes.
kujua na kushinda demons ambazo zinazuia destiny yangu, nisaidie kuvuka upande ule mwingine, nisaidie kupambana na maadui yangu, nikashinde, lakini ushindi ni wako. Sema amen. Shangilia Yesu. Mlirudisha bahasha klasi ya Sunday? Mlirudisha bahasha? Yeah? Mlirudisha? Mlirudisha saa ngapi? Yeah, okay. Lete bahasha zingine. Haleluya. Hii klasi ni gharama. Amen. Next class ni gharama. Yes, thank you. Nipe bahasha baba. Siona huyo amefunguliwa. Unaona? Amefunguliwa. Na alikuwa mang'aa. Amefunguliwa sasa ndio hiyo. Imefunguliwa. Amen. It is over now. Amen. It is over. Yes. Hebu kuja. Oka. Hey. Kuja hapa. Yes, mama hapa. Sema Bwana Yesu. Asante kwa kunikubali. Asante kwa kubali kunifungua. Kwa kubali kunifungua. Yes. Sema kutoka leo. Mimi si mfungwa tena. Mimi ni mshindi katika Yesu. Ndio hiyo sasa Yesu. Wacha ende. Naachana na wao. Ila tu msapoti asianguke vibaya, lakini mwache aende chini. That is the meaning of deliverance. When you stop it, the spirit will not operate the way it's supposed to operate. Let aende mpaka chini. Menielewa? Yes. Wale ambao ni maashas, we need to have a training. Niwe kufundisha jinsi ya kushika mtu, unamshika, anaenda, unampeleka mpaka alale chini. Because that is the essence of the deliverance. Mami, how are you now? Yeah? What's your name? I want to change your name. Choose a right Christian name. I give it to you now. Nataka kukutoa kwa hiyo nini? Uislamu completely. Because hiyo ndio covenant na maagano mbakisha huko. Nipatie jina mzuri unataka? Nipatie jina gani? Mase. Then why are you asking me to choose for you? Which name do you want? Another name? She doesn't like faith. Let me give her a name. Sarah. Hallelujah. Sarah, receive your license to operate in the kingdom of heaven. Receive. Pokea Sarah, the mother of faith, the mother of the nations. Pokea. Receive it. I break every Muslim bondage. I break every Muslim covenant. I break every Muslim altars. I break every Muslim. Kila kitu na mbegu za Kiislamu zilikuwa zimewekwa ndani. Wewe toka hapo. Nashikilia nini hapa? Unanipata ruhusa? Toka kabisa. Nakwambia mapepo yanaombanga ruhusa, maana yanatafutanga kukwenda kuishi. Yakikosa mahali pa kwenda ndio yatarudi kwake. Na sasa unamfungulia mdomo. Pepo la Fatuma limeondoka. Pokea neema na utukufu wa Sara, mke wa Abrahamu, mke wa baba wa imani. In Jesus name. Thank you. Mungu akubariki. Milango yako yote na ikafunguliwe
every financial door you open, biashara yako ikubarike. Neema ya Mungu itembee na wewe, upate kibali cha binadamu na upate kibali cha Mungu. Kwa mahali popote utafika ukubarike, miguu yako ikubarike, mikono yako na ikabarikiwe. In Jesus name. Amen. Shangilieni Yesu kwa sababu. Sara? Yes. Pigieni Sara makofi. Tuambie, nipatie microphone, nimeshikia microphone hapo. Tuambie ni nini umeona kikiondoka? Tuambie tu. Na feel rejection imeniondokea. Stagnation. Limitation. Na setbacks. Yeah. Zimeondoka. Yeah. Mpigieni Yesu makofi. Watu wao alipoteza pesa mingi sana, hataki kutaja. Mpatie microphone. Acha kujificha. Umesikia ndio? Mkiwa huko yadi. Nimesikia kila kitu imefuguka. Na kuna kitu ilikuwa ndani yangu na imetoka. Imetoka. Last time tulihubiri nini? Ulipata bahasha kwa nini? Fundisho ya last time ilikuwa nini? Ya last Sunday. Yeah? Curses. Yeah. Zimeondoka. Yes. 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 Sisi mic. Wewe Niki, chukua mic. Kuja. Sema curses. Nimeondoka. Hamtarudi kwangu tena. Ndio hizo zimeenda sasa. In Jesus name. Rejection out. Amen. Roundabout out. Kupoteza pesa out. Kudanganywa out. Kuibiwa out. Usharati out. Umasikini out. Uganga na wachawi out. You are free now. Ukiangalia Sunday alikuwa nakata, leo amekubali. Amen. Hiyo curses ambazo zilikuwa zikioperate juu yake zimeondoka. Sasa tumesoma leo nini? Jinsi ya kupambana na the demons in your life. That is the reason unachukua bahasha. Chukua kutoka kwa madhabahu hapa. Wekelewa hapa wale wajachukua. Hii kila sadaka ni ya mafundisho ile tumetoa. Hiyo ndio sacrifice ile unatoa. Kila mafundisho iko na sacrifice. Meno inauma nike niki kwa ile gethari kiomu makuru ya ni makiri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ pressure igũrũ mũno, kamũthĩ arakũrehe igũrũ nĩ yake pressure yabatĩte nĩkĩ o ũguo nĩ tũmathĩna twa mbeca mbeca nĩ twakĩtwo meciria nĩ mbeca gũtarĩ kana nĩkĩ? Tigana na ciana wokĩrĩ Ngai we nĩwe wamombire nĩwe matũrĩtie. Ũtigane na ciana wagĩciarire ndũreke matũmĩra hakiri ciao. We nĩ mami wa mami wanyu ũkũrĩragĩre nĩ akũrĩragĩra baba wanyu rĩu nĩ ũkũrĩragĩra nĩ ũkũgĩagĩra pressure
ndutige uria tuirio twakuoya ukirikitie tiga maundu macio we nawe wathakaria wenda gwikuithia riu na pressure ngikora wikuithĩtie nĩ ũndũ wa pressure gakuhũra hĩ ndikana kũigua kiuga atĩ ciana haha atĩ itirĩ marũa nĩ mathiĩ ithuĩ gũtirĩ mũndũ watũraikia atĩ mũndũ mũtumia tũyũ wa mĩaka 90 akĩrĩrĩra ciana ng'ima rĩ wenda kũnjĩra ciana ciake cigana atĩa mũrekĩra cia atumia ta ya thĩna mapressure ma gwĩka atĩa nĩ ndathiĩ ndehera ciana icio ciambe cikome haha ndĩciũre nyahuyo imagine mũtumia ũtũyũ akĩgĩa na pressure atĩ tondũ ndũrĩ na wĩra na wĩna moko na wĩna hakiri si wewe utafute kazi hatutashiriwa mtu waenda tuhore nyahuyo mtutafutie baba habari yako si nipatie ya soda leta pesa mingi wewe yes unayata na nani ndio amenya ugo na ndenda gikaro nawe ugoka ri ugoka Tuesday Wednesday ndioka Wednesday twaragie kaundu ndenda twaragie nawe ukari ucini tutinde nawe kuria ya awe nawe ri we nawe niki titaga ha ukagurigite ke hone Waruinge ita githori we maema githori we maema kuigua ruo in Jesus name imeondoka ujiterere huyo da sio kidia ushia dhini out tena out tena out tena out tena out tena out tena out jira kana raturu riu raturu tawethuki haria guturagwo nogora piu we nogora we kunogora kwa gwini ke kunogora we nogora yego hau we uka tegera guoko gwaku hau hena thina wathini warite wa Jesu muhoere Yesu akihona nihona come on yes bila mtu peke wanda mtu wewe mwenyewe wewe wasio angehona angalia leo kaha tawe tu wetu unaona haha kama kuna iguru amukira kiheo ithatu iria Ngai aharũrũkia igũrũ ciaku icio ciaharũrũka ndiũĩ nĩ irĩkũ no nĩ ciaharũrũka nĩkĩ ũrenda Sara Zeri nani wachana naye umekutenganisha naye wachana naye huyo ni mchawi anakutafuta kurudisha huku Mungu kabisa usiongee tena naye. Si ndiye alikuletea majini? Si alitaka kukufanyiza maneno? Mwache. That's a demon. Yeah. Yes, mami. Hey. Ora muhete no uhorirwo ri niguo hokire. Ono wari thina wa mutoro tucio. Chokaririshi. Nikara watu wangu baba na kuja Wednesday. Sasa nataka kuongea na wewe. Sema barikiwe. Mungu wa magoto. Roho dogawe tikire. Roho dogawe tikire. Urwe naguo. Amen. Sasa uko Coffee Plaza. Amen.
kwa Thursday. Akoragirani. You are not sleeping. You are not sleeping. Come here. Ayako mama keria. Nona wewe ni mugoroki. Wewe nake no mugoroki. Uka. No mugoroki kati wewe na huyo. Atakuwa komaga makeria. Wewe na ukomaga hanini? Umelala sana. Eh? Wewe muri mumo watanite na wake. In the mighty name of Jesus Christ, I lose every covenant. I lose every power. I lose every covenant. I lose every covenant. Maagano na Illuminati, I destroy you. Maagano na wachawi, I destroy you. Maagano na waganga iliwekwa na wazazi wako, I cut the umbilical cord. Doki, wewe ni nani? Who are you? Who are you? Who are you? Jesus. Wewe ni nani? Usiposema unaanza kuamsha moto. Wewe ni nani? Wewe unasimama hapa amsuri. Where are these men? Sema, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sasa uko ndani ya kona, hautatoka hapa. Umejipeleka kwa kona. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nikihesabu moja, wakatazama mpaka saba. Nisema moja, ninasema moto wa Yesu. Atasomeka atasema moja, mata Yesu. Mbili, mata Yesu. Tatu, mata Yesu. Nne, mata Yesu. Tano, mata Yesu. Sita, mata Yesu. Saba. Napitisha na marasta hapa. Data. Iko wapi data? Iko wapi? Ita. Ndio nakulalisaga. Come here. What's your name? Joyce. What are you doing there? Huh? Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Aliye hai. Asante. Asante. Kwa kunifungua. Kwa kunifungua. In Jesus name. Lala hapo, lala hapo. Lala hapo. Funika na blanketi. Unabira na mweketi yako.
grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the presence of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. On Sunday, invite a friend for this class. Anaweza kuwa kanisa ingine, mwambie akitoka akuje pale, unaitwa nini? Cover Plaza, measurement floor. Just invite a friend, come. Let us make this class to be so powerful, so strong. If the Deliverance hasn't come today, it will come on Sunday. Every time is a time for deliverance, according to every teaching and according to the plan of God. Let us all be moving according to the plan of God, and we will succeed. So this is a must class. We must go through mpaka tushinde. By the time we go the other side, you'll be victors, you'll be winners, and you will have conquered all your challenges. God bless you. God see you. God anoint you.